baraka ya Sabato katika siku hii ya saba ya juma, lakini katika ile mikutano tumezidi kubarikiwa, umetoka kubarikiwa na vipindi mbalimbali vya Kaya na Familia, afya, hotuba kuu, uimbaji, vyote hivyo vimekuwa ni miongoni mwa vipindi ambavyo nipata nafasi ya kuweza kusikika na kutazamika kwako kwa uzuri. Sasa katika kipindi hiki tunatamani tuzungumze na Yusufu atujuze machache kuhusiana na namna ambavyo alianza, kuhusiana na historia yake ya uimbaji, ilikuwaje akaanza kuimba, lakini pia aliwezaje. Yusufu, Bwana Yesu asifiwe. Amina. Vipi lakini uko sawa? Salama, niko poa. Maisha ni matamu? Matamu sana, namshukuru Mungu. Una enjoy sana ndani ya Yesu Kristo. Wewe majina yako halisi ama majina yako ambayo unafahamika ni Yusufu nani? Kwa majina naitwa Yusufu David Maduhu. Yusufu David Maduhu, mkazi wa wapi? Mkazi wa Rwamgasa. Rwamgasa umekuwepo tangu lini? Rwamgasa nimekuwepo tangu mwaka 2008. Kuhusiana na nicho kitu ambacho kinaonekana kwa wengi na historia yangu za kupiga gitaa nikiwa mdogo, na nilijiunga na kwaya moja kwa moja, nikawa napiga gitaa huku ninaimba. Kwa hiyo nilianza nikiwa mdogo na baadaye nikaendelea hivyo hivyo napiga gitaa mpaka leo, pamoja na kuimba naimba mpaka leo. Okay. Turudi nyuma kidogo kwenye kutokuona. Ulizaliwa hivi hivi ama ilitokea mbele ya safari? Hapana, ilitokea mbele ya safari. Lakini uliwahi kuona hapo mwanzoni? Niliwahi kuona, nadhani huu unaweza kuwa ni mwaka wa 5 vile. Wa 5. Kwa hiyo kuna miaka kadhaa mingi ambayo ulikuwa ukiona na baadaye ikatokea changamoto. Ndio, nilikuwa naona vizuri kabisa. Vizuri, lakini tangu nimeanza kuugua huu ni mwaka wa 5 nadhani. Ilikuwaje? Yani ilikuwaje ikatokea ukapata hiyo changamoto? Nilianza kuugua polepole, jicho moja likawa kama vile naona ukungu fulani hivi, kama vile giza, kama vile jua hivi linatiwa giza hivi. Baadaye nikaendelea hivyo hivyo, jicho moja likawa linaendelea hivyo, hali ikawa inaenda inazidi polepole. Zimepita miezi mingi, baadaye likashikwa na jicho jingine vile. Tumeendelea hivyo kufuatilia tiba. Tulipofuatilia tiba, baadaye tunaenda kwa matibabu, tunaambiwa kwamba kumbe ugonjwa tuliupuzia mwanzoni. Baadaye wakasema haina jinsi tena ya kuweza kupata tiba, kwa sababu ilijulikana kwamba pressure ya macho imeshaharibu nini macho tayari. Na hapo ulikuwa wapi? Ulikuwa Rwamgasa ama ulikuwa maeneo gani? Nikiwa Rwamgasa. Wakati unapata hiyo changamoto ulikuwa na ndugu zako wote ama ulikuwa mwenyewe? Nilikuwa na ndugu zangu wote, lakini mama kutoa baba ndio hakuwepo. Okay. Sasa sitamani sana kuzungumzia kuhusiana na hicho, kuhusiana na kutokuona. Tulidhani pengine haujawahi kuona na haujui namna ya kuona, lakini kumbe hata ladha ya kuona ushawahi kukutana nayo. Nishakutana nao, ndugu zangu mbalimbali na wafahamu, na marafiki zangu na wafahamu vizuri tu yani. Okay, sawa. Nadhani hiyo tutazungumza siku nyingine, lakini sasa tuje kwenye swala la uimbaji. Kuanza kuimba, ulianza kuimba kabla ya wakati unaona ama ni baada ya kutokuona? Nilikuwa naona nikiwa mdogo. Ulikuwa ukiimba? Ndio. Nyumbani kwenu ni waimbaji ama ni wewe peke yako ambaye ulipata nafasi ya kuwa mwimbaji? Hapana, nilipoanza kuimba, lakini na baadaye mdogo wangu naye akafuata kwenye uimbaji. Okay. Lakini nilianza mimi, sikuanza kuimba moja kwa moja, lakini nilianza kupiga gitaa. Nilikuwa sijui kuimba. Nilikuwa napiga muziki hivyo hivyo, nikawa naenda najifunza kuimba na kutunga nyimbo. Okay. Sasa inawezekana hivi vingi ambavyo unavifahamu ni kwa sababu ulivifahamu ukiwa unaona? Hapana, kuna vingine nimevifahamu kusioni, lakini kuna vingine nilivifahamu nikiwa ninaona. Okay. Wewe unatamani kufanya vitu gani hasa kwenye maisha yako? Mimi natamani kuimba sana na kupiga muziki sana katika maisha yangu. Ndoto yako? Ndio. Na inaonekana unapenda sana. Ndio, napenda sana. Nini kinakufanya upende muziki kuliko kitu kingine chochote? Muziki najisikiaga amani sana ninapokuwa nikipiga muziki, ninapokuwa
nikiimba au unapokuwa nikisikiliza nyimbo za watu fulani wakiimba, huwa napenda sana, nafurahia sana. Huku kujua gitaa umejua baada ya kupata changamoto? Hapana. Ulikuwa unajua kabla? Nilikuwa nafahamu kidogo, lakini unajua kabla, unajua unapokuwa unapiga, tuseme tu kwamba elimu hainaga mwisho, si ndio hivyo? Kwa unakuta elimu haina mwisho, kuna vitu vingine unaendelea kuvijua zaidi na zaidi, unaendelea kujua polepole. Okay. Nilijua kidogo nikiwa ninaona, nilianza kujua nikiwa ninaona. Kwenye ukiambiwa kupiga kinanda ama gitaa, ni kipi kinachokupa wakati mgumu zaidi kati ya kinanda na gitaa? Tuseme tu kwamba kinanda kinanipa wakati mgumu kidogo, kwa sababu kipindi ninaona nilikuwa sijafahamu sana kupiga sana kodi fulani kuzishika, lakini ninapiga lakini sio kivile sana, kwa sababu kuna kodi fulani kuhama, labda unaweza ukahama utoke octave moja kwenda nyingine, inakupa shida. Okay. Ndio. Sasa hapa kwenye kupiga hii gitaa, safi sana. Asante, nadhani tufikie mwisho kwa wakati huu ili tuwapatie nafasi na wengine wakafanya vitu vingine, na wewe pia tukupe nafasi ya kwenda kufanya maandalizi kwa ajili ya vipindi vya usiku. Sawa sawa, ni shida. Basi sawa, Mungu akubariki sana. Asante sana mtazamaji kwa kuendelea kuwa nasi. Tumefikia mwisho kwa wakati huu. Tukutane wakati mwingine panapo majaliwa. Nilikuwa naye Yusufu, lakini mimi ni Zefania Lucas.